Sasa leo tunajifunza kitu muhimu sana, kuvunja laana ya umaskini. Nimesemaje? Ndio kitu muhimu siku hii ya leo. Viko vitu kadhaa ambavyo natakiwa uvielewe. Kwanza kabisa, kuna tofauti ya umaskini na ufukara. Ni vitu viwili tofauti. Fukara ni yule ambaye hana chochote na hawezi kuzalisha chochote, ni wa kusaidiwa. Huyo ni nani? Ni fukara. Lakini maskini ni mtu ambaye hana mahitaji yake ya kila siku ya kutosha, ana kiasi fulani lakini hakitoshelezi. Na huyu mtu kinachomfanya awe maskini sana ni nini? Fikra, kichwa chake. Ukimsaidia ukafungua kichwa chake, huyu mtu anaweza akafika mahala fulani. Lakini zaidi ya hapo, usije ukawa na tafsiri ya dunia ya utajiri. Tunapoongelea utajiri kibiblia ni tofauti na dunia inavyoongelea utajiri. Kama hiyo sentensi yangu umeielewa, nipungie mkono. Haya, kuna mtu ambaye ana milioni 200 kwenye akaunti lakini ni maskini. Kwa nini? Hana furaha. Kwa nini? Ana kisukari. Kwa kila siku pesa yake inaenda kwenye matibabu. Kuna mtu mwingine ambaye ana kisukari kabisa lakini hakimsumbui. Kuna mtu ana kitanda kizuri lakini hapati usingizi. Pesa inaweza kununua kitanda lakini haiwezi kununua usingizi. Haleluya. Na hata mimi bado najiuliza, kuna vitu bado sijavielewa, mtanisaidia na nyie kama mnaviona. Pesa inaweza kununua chakula lakini sio hamu ya kula. Mshike mkono jirani yako, mwambie umesikia. Amekuambiaje? Hivi mmegundua kwamba watoto wanaotokea familia ambazo hazina uwezo hawana changamoto ya kula? Hawana. Hawa wengine wapigwe vitamini ndio wanakula. Mungu anajua kugawa. Maana haka kengine anawaza, kakiwa na tabia kutokula, katakula nini? Kwa hiyo kanapewa baraka ya appetite. Kila unacholeta kanafanya nini? Kuna hizi habari watu wanasema kila baada ya miezi 6, madaktari wetu wanatuambia kila baada ya miezi 6 au 3, sikumbuki vizuri, mtoto lazima atumie dawa ya minyoo. Kuna watoto wana miaka 4 hajui kidonge cha mnyoo. Jamani, yapo hayapo? Sasa kusudio la Mungu kwenye maisha yetu ni kwamba tuweze kupata vitu vyote, ikiwa ni mali, ikiwa ni furaha, ikiwa ni afya, kwa ajili yetu, kwa ajili ya wanaotuzunguka. Yaani uwe na cha kwako lakini uwe na uwezo wa kugawa. Na bado ukigawa usiwe na mapungufu. Iko hivi, dhambi ilipoingia duniani ilituletea laana nyingi. Moja ya laana tulioletewa ilikuwa ni laana ya afya, kuwa na magonjwa na kukosa maisha marefu. Kifo kikatangazwa. Hivi mna habari ya kwamba kwa mujibu wa Biblia imeweka vizuri kabisa, baada ya dhambi kuingia, Mungu alitamka maneno haya akasema, miiba na michongoma itafanya nini? Itakuotea na wewe utakula mboga za. Ina maana kabla ya dhambi miiba haikuwepo na michongoma. Ina maana kabla ya dhambi mboga za kondeni hazikuwepo kwenye listi ya chakula. Kwa hiyo wanasema tunakula mboga ni kwa sababu ya ilikuwa ni huko nyuma. Nikwambie hivi, Edeni mboga hizi za majani hazikuwepo. Hapakuwa na listi ya sukuma wiki pale. Sasa kuna mtu ananitazama asema, mbona Biblia imeandika? Kasome vizuri, walipewa matunda. Sasa mgogoro mwingine ulitoka wapi? Mboga ilibidi ziletwe. Ukiangalia neno mboga ambalo limetumika pale, tunatafsiri mboga kwa Kiswahili, lakini kiuhalisia anaongelea majani kwa ajili ya matibabu. Kwamba baada ya dhambi kuingia utakumbana na matatizo mengi.
Waulize wataalamu wa masuala ya mazingira, watakuambia tunavuta hewa chafu ambazo zinaleta kansa, na miili yetu, chembe chembe zetu zinaua vimelea vya kansa kila siku. Ndio maana huna kansa. Sio kwamba haikuingia, lakini sumu ambayo inasababisha kansa iliingia, ila mwili wako ulipambana. Sasa ili mwili wako uweze kupatiwa nguvu ya kupambana zaidi na vimelea vya kansa na hayo masumu ambayo yanaingia na changamoto zote, uweze kuwa na afya nzuri, inakubidi ule mboga za kondeni. Haleluya, haleluya. Nimesema mboga za nini? Za kondeni. Kwa hiyo kuna mtu hapa anajiuliza, kwa nini mchungaji unakazia sana mboga za kondeni? Sio sukuma wiki. Sukuma wiki ni nzuri, lakini inapigwa dawa sana. Chinese inapigwa dawa sana. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unasema mimi nakula hizi mboga ambazo za bustani za nyumbani. Kuna masumu mengi pia unakula. Ndiyo maana suluhisho pekee, waliosoma Cuba ndio wanaelewa hii maana yake nini. Suluhisho pekee ni mashambani. Haleluya. Nilipotoka wakati nimetoka Dar es Salaam nikaja Dodoma, nilikuwa naambiwa ubaya wa Dodoma, hapa amekauka sana, lakini baada ya kukaa Dodoma nikagundua Dodoma ni pazuri. Lakini ukikanyaga mji unaitwa Mbeya, utagundua Dodoma ni Jehanamu. Kwa Mbeya palivyo tena pazuri tena zaidi. Ukienda Iringa ndani ndani huko utafurahia mazingira vizuri tena zaidi. Mfano haraka haraka tu ili tuanze kusaidiana kifikra hapa, ujue umuhimu wa huko na huko palipo pazuri. Mfano katika kitu ambacho tunakiita aromatherapy, ni therapy ya kumsaidia mtu ambaye ana msongo wa mawazo, shida za kisaikolojia kwa kutumia harufu. Ukija kwenye saikolojia kuna matawi mengi, kuna mabranchi mengi ya saikolojia, na kuna tiba nyingi za saikolojia. Moja inaitwa aromatherapy, yaani mtu ambaye ni aromatherapist anajua kila aina ya harufu inasaidia shida gani ya akili. Kwa hiyo anajua kwamba mtu mwenye msongo wa mawazo anatakiwa anusi harufu fulani, mtu ambaye anahitaji kuboost memory, akumbuke mambo, unafanya kazi ambayo inahitaji memory nyingi, kuna aina ya mafuta ambayo unatakiwa uwe nayo, kama unatumia diffuser au unaweza ukatumia maji ya moto ukamwaga yale mafuta pale, ule moshi ukitoka. Hii habari ya kujifukiza jamani ilikuwepo tangu zamani. Sasa kwa nini nimeongea mambo ya aromatherapy? Nikienda maeneo ya kule kwenye milima ya Upare, nikienda katika huku Iringa ndani kule, kuna saa nyingine wananiona kama vile sina akili nzuri, kwa sababu nikisikia harufu ya mkaratusi natamani kushuka nifike pale kwenye hilo shamba la mkaratusi nipate hiyo, maana ile ni moja ya aromatherapy, inapumzisha ubongo. Haleluya, haleluya. Kuna vitu kama zile minti ambao tumezizoea zinauzwa hata hapa kwenye masoko yetu zipo. Tumia minti kwa ajili ya kufanya ubongo wako relax. Unaweza ukavuta vizuri, inakusaidia kusaidia memory yako, kumbukumbu zinarejea vizuri. Lakini kuna jani linaitwa rosemary, ni ua rosemary. Lile ua ni zuri kwa mtu ambaye yuko ofisini, una vitu ambavyo vinatumia akili nyingi sana. Chukua rosemary, weka kwenye maji, kama una glasi yako ya maji unaweza ukatanguliza majani machache ya rosemary kwenye glasi ya maji. Chukua maji ya moto, ndipo umimine kwenye ile glasi yako wakati majani yametangulia pale. Ile harufu tu endelea kuinusa, lakini wakati huo furahia kile kinywaji, usiweke sukari. Kunywa kama kilivyo, ubongo na kuwa sharp. Miiba na michongoma itakuotea, yaani matatizo na misongo itakuja, ila utaponea kwenye mboga za wapi? Za kondeni. Kuna mtu kula mboga mpaka aandikiwe na dokta. Turudi kwenye mstari. Haleluya. Dhambi ikaleta mgogoro wa afya, lakini dhambi ikaleta laana nyingine tena ya umaskini. Umaskini nimeuweka katika makundi kadhaa. Nimesema usifikiri kwamba kuwa na fedha, kuwa na mali ndio utajiri. Kuna mtu ana vyote hivyo lakini hana amani. Mungu anahitaji tuwe na vyote. Uwe na mali, uwe na afya njema, lakini pia uwe na fikra nzuri. Unamkumbuka mzee Yohana wakati anaandika barua, nadhani ni kwa Gayo, akamwandikia anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo mangapi? Lakini anasema ufanikiwe katika afya yako kama vile roho yako inavyofanikiwa. Kwa kuna mtu ambaye ana mafanikio ya kiroho lakini hana mafanikio ya kiafya. Sihubiri ila nafundisha.
Yaani ni mtu vizuri wa kiroho, ukimtazama kiroho yuko vizuri, lakini ana magonjwa kila siku. Unaweza ukasema sasa hapa napo tunafanyaje? Anatakiwa apate ufahamu tena wa kupata baraka za afya. Haleluya. Ndio maana hili kanisa haliishii tu kiroho, linawafundisha watu na afya njema pia. Na hapa tulijifunza vitu kama hivi. Sasa ukijikuta huna vitu unavyovihitaji katika maisha yako, una struggle kutafuta kitu fulani, unahangaika kutafuta fedha kununua nguo, unahangaika kutafuta fedha ya kulipa ada ya mtoto wako, yaani unamenyeka kweli kweli kupata, huo sio mpango wa Mungu. Hapo kuna kitu hakijakaa sawa, lazima tukifanyie kazi. Ikiwa ni uzembe wa kuto kufanya kazi, na kuambia kwa jina la Bwana, fanya kazi kwa bidii. Haleluya. Lakini namba 2, fanya kazi kwa kutumia nini? Lakini kingine cha muhimu sana, hata kama unafanya kazi kwa bidii kiasi gani, lakini ikiwa una mashambulio ya kiroho ya kiuchumi, hutoboi. Utakuta fedha yote inayoingia inaisha. Siri iko wapi? Fungua Biblia yako tuanze kuangalia namna ya kubomoa hizi laana. Wakorinto wa pili sura ya 8 fungu la 9. Wakorinto wa pili sura ya 8 fungu la 9. Ukifika hapo sema amina. Bado. Wakorinto wa pili sura ya 8 fungu la 9. Hii nataka tuisome pamoja, ndio maana nakwambia ukifika hapo sema amina. Kama hujafika sema nisubiri. Nimesema Wakorinto sura ya ngapi? Fungu la ngapi? Fungu la 9. Haya. Hivi nyie huku hakuna mtu ambaye anaweza akasoma vizuri tukampa microphone? Yupo? Asome tu hapo hapo alipokaa, wala hakuna shida. Kamera haitakumulika, mimi ndiye nitakayemulika. Yuko msomaji mzuri au hakuna? Nisome mwenyewe. Haya, amepatikana. Hebu mpe microphone ili na wale wanaotusikiliza kwenye TV nao waweze kusikia haya maneno. Wakorinto wa pili sura ya 8. Ndio. Sema. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri. Hebu tuanzie, samani mzee wangu, tuanzie fungu la 6. Nataka tupate muktadha. Tuanzie fungu la 6, twende vizuri sasa hapo. Nasema hivi, hata tukamwonya Tito kuwatimilizia neema hii kwenu. Ndio. Kama vile yeye alivyotangulia kuianzisha. Ndio. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, imani na usemi na elimu na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi, basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia. Stop hapo kidogo. Naomba mnitazame wote mlioko hapa. Kutoa sadaka, kusaidia maskini, kuunga mkono kazi ya Mungu ni neema. Amina. Hawajaliwi wote. Yaani ukikuta unasukuma kufanya hivyo, mshukuru Mungu, hiyo ni neema. Ndio Paulo anawaambia hao ambao anawaandikia hawa jamaa, anasema ninyi mna baraka za vitu vyote. Anasema ni kweli mnatupenda. Anaongea habari ya mitume na wahubiri wa Injili. Hapo anaongea juu ya kanisa, anasema hao waumini, anawaambia waumini mna neema nyingi, mna elimu na mna upendo. Hata sisi tunaohubiri Injili mnatupenda. Paulo anasema hilo ni zuri kabisa, ila kuna neema moja nataka na nyinyi mshiriki. Endelea sasa. Sineni ili kuamuru. Sineni ili kuamuru, bali kwa bidii ya watu wengine nijaribu unyoofu na upendo wenu. Endelea. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hapo sasa, mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Endelea. Jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Ingawa alikuwa tajiri. Ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Tuangaliane. Wewe unanitazama, wakitajwa matajiri unatoka. Mbona jamani hamui wa kweli?
Na waulizeni, wakitajwa matajiri unatoka? Mmoja anasema mimi natoka, mwingine hapo anakuambia Kristo alifanywa maskini, alijifanya, yeye mwenyewe alijifanya. Anasema ili kwa umaskini wake sisi tuweze kuwa nani? Matajiri. Nikawaambieni utajiri wa neno la Mungu na utajiri wa dunia ni vitu viwili. Dunia inatafsiri utajiri ni kuwa na majumba, ni kuwa na magari. Yaani unaweza ukaingia mahali ukakuta mtu ana magari labda 5, lakini katika kupanda gari atapanda hili. Kuna mwanamuziki mmoja alifariki, vijana huenda wa hivi karibuni wanamsikia tu. Alikuwa anaitwa Tupac Shakur. Vijana mpo au mmelala? Si mnamfahamu yule jamaa? Tupac Shakur. Yule bwana ni kati ya watu wenye akili nyingi waliokufa kabla ya wakati. Alikuwa smart kweli kweli. Na kwa nini ninamkubali katika usmati wake? Na unasema mchungaji, yani mwanamuziki unaweza ukamkubali? Sikiliza, katika vitu alivyoongea ambavyo vilinishangaza sana, cha kwanza, na huenda ilichangia kifo chake, alianza kufichua mbinu za wasanii kufanywa kuwa wenye pesa lakini wasiosaidia wakwao. Biblia inasema asiyejali wakwao ni mbaya kuliko asiyefanya nini? Kwa mara ya kwanza akaanza kumkosoa rafiki yake wa karibu anaitwa Michael Jackson. Akamwambia Michael, haiwezekani una mahela mengi kiasi hiki wakati kuna weusi wenzako wanaishi barabarani, hawana pa kukaa. Hata kama unalijumba kubwa kiasi gani, utalala vyumba vyote? Hizo speech zake ninazo za kutosha tu, nyingi ninazo, wakati anaongea kwa uchungu kabisa. Na akasema, ninawatangazia watu waliofanikiwa weusi wa Marekani, weusi waliofanikiwa, wasanii, wanamuziki, wacheza mpira, tutumie hizo pesa kusaidia ndugu zetu. Inasemekana aliuza jumba lake la kifahari akiwa na target ya kuanzisha center ya kusaidia vijana maskini wa Kiafrika. Kabla hajatoboa, vijana nao ni wageukie tena. Mnamfahamu rapa aliyefariki kwa kupigwa risasi, anaitwa Nipsey Hussle. Ana asili ya Eritrea. Alianzisha mall kubwa sana nchini Marekani, kubwa kuliko unavyofikiria wewe, kubwa, na akawa anaajiri vijana weusi. Inasemekana ukienda kufanya kazi kwake anakuita, wana jina lao wanapenda kuita ndugu yangu, bro. Anakwambia njoo fanye kazi hapa mwaka mmoja, kusanya fedha ya kutosha wewe ukajianzishia biashara yako, mpishe mwenzako naye afanye kazi. Na target yake ilikuwa ni vijana ambao wana maisha magumu tu. Kwa nini Mungu amepeleka neema hizo kwa watu kama hawa? Wanaomjua hata wakipewa hawasaidii. Mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hata kama ni chungu. Kwenye makanisa yetu tuacheni uongo, tuseme tu ukweli. Si tunao wanafunzi ambao wanashindwa kuendelea na masomo kwa sababu ya kukosa ada? Lakini kwenye harusi tunachangia, tuchangie? Ni akili gani hii kuchangia harusi lakini uchangie ada? Ni akili hiyo? Unajiona una akili kabisa, kwenye harusi unachangia laki, ila kumchangia mtoto wa fulani ili amalize masomo yake unatoa 10,000. Alafu kanisani kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, Yesu namwamini. Matendo yako ni tofauti na kile unachokiimba. Mimi sielewi, labda ni mtazamo wangu kidogo, una shida, mtanisaidia. Kati ya watu ambao mimi nawakubali, wa Kenya kwa asili sio wa jamaa, ni mabepari. Na hata sasa hivi ninavyoongea wananifuatilia YouTube hapo wa Kenya hapo. Utaona wakikomenti wa Kenya hapo. Wa Kenya kwa asili sio ujamaa, sio masocialist, ni mabepari kwa asili. Sisi kwa asili ni masocialist. Sisi hata katiba yetu sijui kama imeshabadilishwa, wanasheria watanisaidia, lakini inatamka kwamba Tanzania ni nchi ya kijamaa. Lakini njoo uangalie kwa habari ya kusaidiana kusoma, Wakenya wako mstari wa mbele kusaidiana kusoma. Wana kitu kinaitwa harambee. Hata mimi nipo kwenye magrupu yao, unakuta harambee ya kumsaidia fulani asome. Njoo Bongo hapo, weka harambee 2,000
Na mtu akitoa sana na kufanya tangazo, yaani usije ukachangiwa alafu ukatoboa. Watakutazama, msimuone bwana mambo yake yamenyoka, nilimchangia huyu. Nasema haya ili niwatie wivu, mrudi katika mstari. Haleluya. Haina maana hapa tuna mtoto kijana fulani amefeli kuendelea na masomo yake kwa sababu hana ada, alafu tunakuja kanisani tunaimba kumtegemea Mwokozi. Haina maana. Yesu ndiye kielelezo chetu. Anasema alikuwa tajiri lakini akafanywa nani? Maskini, ili kwa umaskini wake sisi tuweze kuwa nani? Huenda kuna mtu ili neno litamsaidia mahala fulani. Kama huna mpango wa kuwa baraka kwa wengine, usiombe baraka za Mungu, maana hazitakuja. Kama mpango wako ni kubarikiwa ili uanze kutishia watu wengine, achana na habari ya kuomba. Usiombe, hutapata. Na kama umeomba ukapata hizo hela, hazitoi kwa Mungu. Kasomeni kitabu cha Mashauri juu ya uwakili vizuri, kinaeleza hiki ninachokisema hapa. Sijaropoka tu, kimeandikwa. Anasema Ellen White aliona kikao cha shetani wakijadiliana malaika zake, wakakubaliana makundi mawili, kila watu wanashughulikiwa kivyao. Anasema kundi la kwanza, ukiliona kwamba kwa kulipatia fedha ndipo tunaweza kuwakamata, anasema wape pesa. Kwa hiyo kuna watu wana pesa zimetokea kwa nani? Kwa shetani, sio kwa Mungu. Anasema wape kabisa. Na utajuaje kwamba hela yako imetoka kwa shetani? Angalia maisha unayoishi. Hizo pesa hazitumiki kwa utukufu wa Mungu. Unacheza kamari, unahonga. Tuko sawa sawa? Kazi yako ulivyobarikiwa ukapata pesa ukaongeza mke. Na bahati mbaya zaidi, kuna wengine wakifanikiwa hata yule mke wa awali anaingia kwenye mateso. Nasema tu ili kama itakusaidia uweze kuokoka mapema kabla haja kupata. Iko hivi, Mungu akikubariki ukapata mali na najua una dhambi zako za kutosha, ila dhambi hii usije ukaifanya. Usimtendee hiana mke wa ujana wako.